na penda kusema kwamba wewe ambao unaangalia channel hii upo mahali sahihi na penye muunganiko kuhusu masuala ya ufugaji. Kwa jina naitwa Yumbu Kija, ni mfugaji ambaye napenda sana ufugaji wa nguruwe. Na leo nitaenda nizungumzie ni mbegu gani ambazo zinakuwa ni nzuri kwenye ufugaji kulingana na maeneo pale wewe mfugaji unaishi. Basi twende moja kwa moja. Kuna mbegu za aina nyingi ambazo wafugaji wengi wanazifuga, lakini kwetu hapa nchini Tanzania kuna mbegu ni chache sana ambazo zinafanya vizuri. Kwa mfano kama Regi White, Duroc, Landrace na Saddleback. Hizi ni mbegu ambazo zinapatikana nchini Tanzania, lakini bado hazijafikia kwenye wafugaji wengi hapa katika mikoa tofauti tofauti. Kwa mfano mimi hapa nina mbegu za aina, tuseme nina mbegu za aina mbili. Nina pure Duroc ambayo ni dume, alafu nina hybrid ambazo haya ni majike ambazo hizi ni hybrid. Hizi hybrid ni 75% ya Duroc alafu na 25% ya Pitwet. Hizi kama wewe ni mfugaji ni mbegu bora sana kulingana na uzalishaji wako. Kwa kuangalia unataka kuzalisha nyama au unataka kuzalisha kwenye ufugaji wako unataka upate piglet wengi wa kutosha. Hapa nataka nifafanue ubora wa kila mbegu ambazo zinahitajika na wafugaji wengi. Kwa mfano tukianza na Duroc. Duroc ni mbegu bora sana ambayo inakuwa na nyama nyingi za kutosha na uzito mwingi wa kutosha, tofauti na Regi White. Regi White mwenyewe anakuwa na lita, yani uzao mmoja anaweza kutolea watoto kuanzia 12 na kuendelea, tofauti na Duroc. Duroc mwenyewe anaweza kutolea watoto 10 hadi 12. Hiyo ni tofauti yao, lakini kwenye ubora wanakuwa tofauti tofauti. Duroc anakuwa na nyama nyingi za kutosha pamoja na rate yake ya ukuaji inakuwa kubwa kuliko Regi White. Hizo ni sifa tofauti tofauti. Basi wewe kama mfugaji unapotaka kuanzisha ufugaji wako wa nguruwe, unatakiwa uangalie sasa unahitaji mbegu gani ambayo itakuletea matokeo positive na itakuletea matokeo kwa wakati sahihi ambao unautaka wewe mfugaji. Hapa kwenye ufugaji wako wewe mfugaji, angalia sasa ni mbegu gani ambayo unahitaji na uzijue sifa ambazo ukimuona nguruwe unajua kabisa huyu ni mbegu hii alafu huyu ni mbegu ya aina fulani. Basi angalia unapoenda kununua au unapoenda shambani, unatakiwa uangalie sasa ni mbegu gani ambayo unahitaji kwa kuangalia sifa. Kwa mfano mbegu ambazo zinapatikana Tanzania kwa wingi, kwa mfano Duroc. Duroc anakuwa na rangi sio mweusi, sio mweupe, yani ana rangi fulani hivi, tuseme ni mweusi lakini sio mweusi sana. Regi White anakuwa na rangi nyeupe ambayo sio nyeupe, alafu masikio yake yamekuwa yamesimama. Wewe kama mfugaji angalia sasa unahitaji mbegu gani ambayo ni nzuri. Kwa ushauri wangu katika maeneo tofauti tofauti mikoani hapa Tanzania, mbegu bora ambayo ndio inafanya vizuri hapa kwenye mikoa yetu hapa Tanzania, unatakiwa uangalie hybrid au uchukue Duroc. Kati ya hizo mbegu mbili, Duroc pamoja na Regi White, kwa sababu hizi ni mbegu ambazo zinakuletea matokeo mazuri. Ama unaweza ukachukua hybrid ya Duroc na Regi White au hybrid ya Duroc na mbegu nyingine tofauti. Hii ni mbegu ambayo ni sahihi na ni bora sana katika ufugaji wetu huku mikoani. Na ulaji wake sio sana, sio ulaji kama nguruwe wetu wa kienyeji ambao wafugaji wengi wanawatumia. Ni ulaji wa kawaida sana ambao unatumia gharama kidogo sana, tofauti na nguruwe wale wa kienyeji. Wale wafugaji wa nguruwe wa kienyeji wanakuwa na malalamiko ya kwamba nguruwe wangu mimi wanakula sana lakini sipati matokeo mazuri ya kutosha. Hiyo ni kweli. Ukiwa na nguruwe wa kienyeji ulaji wao ni mkubwa sana na matokeo yake ukuaji wake unakuwa ni ule ule. Hata kama ukitumia gharama zile ambazo zinatakiwa, ukichanganya chakula ambacho kinatakiwa, matokeo yake yatakuwa ni yale yale, kwa sababu ukuaji wake utakuwa ni ule ule wa slow, lakini tofauti tu atakuwa na mwili mzuri wa kuvutia, atakuwa na muonekano mzuri na atakuwa mnene. Lakini kufikia kuingia sokoni lazima kuchukue muda mrefu. Unaweza ukalisha mwaka mzima afu kaambulia kiasi kidogo cha pesa. Kwa hiyo mfugaji, kwa ushauri wangu, unatakiwa uangalie maeneo unapoishi na
adaptation za wao mfugo ambao utawaleta wataendana na mazingira, ili uweze kupata matokeo positive na yanayotakiwa kwenye ufugaji wako, ili uendelee kufaidika na ufugaji wa nguruwe. Angalia hizo hint ambazo hapa nimekueleza ili uwe na matokeo positive. Asante sana. Kama wewe ndo mara ya kwanza, ningependa utoe maoni hapo kwenye komenti, ni kitu gani kwenye ufugaji ambacho kinatakiwa kiongezeke, ili tuweze kufundishana zaidi na kueleweshana zaidi kuhusu haya masuala ya ufugaji wa nguruwe. Shukrani.